nyie mnaniibia fungu la 10 na nyie mmelaaniwa. Sasa yale maneno walikuwa wanaambiwa wana wa Israeli sio kwa sababu walikuwa watoi fungu la 10, kwa sababu tokea wana wa Israeli wanatoka Misri, so walikuwa wanajua kutoa fungu la 10 tokea kitabu cha Kutoka. Sasa kwenye kitabu cha Malaki Mungu anakuja kukuambia teni zaka kamili. Ina maana wana wa Israeli walikuwa hawaitoi kamili. Ni heri usitoe fungu la 10 kabisa kuliko utoe robo ama nusu. Wote unafanya kazi, unatoa fungu la 10 mshahara wako, lakini posho hauzitolei fungu la 10. Hilo ni kosa kabisa. Kitu cha pili cha kuzingatia, utakapotoa fungu la 10, Mungu anasema neno haya: mimi Mungu nitakufungulia madirisha ya mbinguni na kumwagia baraka. Alafu Mungu anasema mimi nitamkemea yeye alaye. Lakini Biblia hiyo inasema hivi: nimeweka maneno yangu mimi Mungu kwenye kinywa chako, alafu pia mimi naishi ndani yako. Kama Mungu anaishi ndani yangu na ameweka maneno yake kwenye kinywa changu, ina maana mimi nikiongea Mungu ameongea. Ina maana mimi nikifanya maamuzi, ina maana Mungu anafanya maamuzi. So anayefungua madirisha ya mbinguni ni mimi hapa, anayemkemea yule alaye